kila mahali. Mkikuja Nairobi juzi Thursday, on Friday niliona Wakatoliki wengine wamejifanya Yesu, wamewekwa kwa msalaba, hata mwingine karibu waanguke, nikaona baka fadha anakimbia na mtu akashikilia kan akuanguka, lakini wanaenda yani ni kwa dunia nzima. Kwa maisha ya Mkristo, siku hii weekend zaidi ya miaka 2000 iliyopita ni siku ya dhamani sana. Bwana asifiwe. Maana bila hii tendo hizo miaka hatungekuwa hapa leo. Haleluya. Ndio maana nilisema Yohana 3:16 nasema, kwa maana jinsi hii Mungu alifanya nini? Alianza na nini? Ni upendo ilimfanya, si ndio? Akamtoa mwana wake wa pekee. Haleluya. Praise God. Huyo upendo akaenda msalabani, akatufia. Haleluya. Ninaongelea kuhusu the love of God. Upendo wa Bwana. Mungu ni upendo. God is love. Ndio maana 1 John 3:16 inasema God is love. Na huwezi sema unampenda Mungu na unamchukia. Nachukia dada yangu namuona, lakini hapa mbele nampenda Bwana. Isalamia jirani, si ndio jirani? Nataka kusalamia hewa, si ndio? Huwezi sema unapenda Mungu ambao umuoni na unachukia jirani ambao unamuona. Mungu anajidhihirisha katika upendo tunaonyeshana kwa mwenye unamuona. Haleluya. Ndio maana Mungu, John 3:16, aniona the only way naweza okoa mwanadamu senior ni kumtoa mwana wangu wa pekee ambaye ninampenda. Maana mimi ni upendo, nimlete duniani akuwe kama wanadamu. He was 100% God and 100% man. Maana kuna mahali Yesu alichoka akaenda akalala. Kuna mahali Yesu alisikia njaa akauliza chakula. Ndio usomangi Bible. Wasomangi Bible. Najua unashangaa Yesu alisikia njaa wapi? Kwani zile mikate na samaki akukula? Kwani kwa ile harusi mahali alibadilisha maji kakuwa divai, alibadilisha tu na kukunywa? Bwana asifiwe. Akiambia watu tena kwa sherehe, na hata kama unafunga sukule ndio ufurahisha wenye sherehe. Kufunga yako jifichie huko mbali. Haleluya. It was 100% man and 100%. Unaelewa? Unanielewa? Watu wakambilo. Unanielewa? Mungu ni upendo. Na Easter nataka niongelee kuhusu the love of, upendo wa nani? Bwana asifiwe. Upendo wa Yesu. Na upendo wa Yesu ni matendo. Sema matendo. Ni matendo. Ndio maana tukirudi kwa Psalms 103 nilikuwa nasema the love of God. Mungu ni mwanadamu, is a person. Na Mungu ni upendo. Na hata yeye anataka tumpende. Bwana asifiwe. Ndio maana anasema is a jealous God. Anasikianga uwivu ukiabudu miungu mingine. Haleluya. Uliza Farao, uliza Dagoni. Dagoni walipokuwa na muabudu, wakaweka sanduku la agano karibu na Dagoni. Maana Mungu akubali upende miungu mingine. Wakakuamka asubuhi wakapata Dagoni ameanguka. Wakasema hapana. Wafilisti wakasema huyu hajaanguka, alisukumwa. Wana wa Israeli walikuja wakamsukuma, wakatumsimamisha vizuri, wakasimamisha, wakaweka kando. Ndio Mungu adhihirishe si mtu aliangusha. Kesho yake kukuja kwa sanduku la agano, maana alikuwa anaashiria uwepo wa Mungu, na Mungu ni uwepo. Wakapata limeanguka hivi mbele, kichwa imevunjika, mikono imevunjika. Yani in other words, inaabudu Mungu aliye hapa. Praise God. Hallelujah. Bwana asifiwe. Yesu atukuzwe. Ndio maana Mungu hata usipompenda anakupenda tu. Karibu sana. Hata usipompenda anafanya nini? Hata ukimchukia anakufanya nini? Anakulavu. Tuambie tu jirani, Mungu anakulavu. Wewe. Kama akuongelesha ama kiti, huyo ni urogi, amefunga ibisi. Inasema hivi, ambia jirani, Mungu anakulavu. Yani hata kama umekasirika anakupenda. Hata kama utaki kuimba anakupenda. Hata kama utaki ati mama dereka anaongoza utaki kupiga makofi anafanya nini? Hata wakati tuseka na tangazo matangazo badilishe sura kama kainati anafanya nini? Haleluya. Mpaka mnatisha sekretari, mpaka na ibada likaime mwangu wa maji. Tumesikia nikisema jini wasobea, hii sio kabilo. Baada ya 30 minutes ndarudi sobea. Sasa lazima nilikuwa sobea.
is love, is a person. Na upendo wake si kama ya wanadamu. Upendo wa Bwana si ile ya wanadamu ambayo wakati vitu viko upendo inaongezeka. Wakati mteja anakuja na kanyama ama kakuku kutoka Naiva, hiyo siku baka anaitwa aiti baba nani, ati hello dear. Yaani hiyo majina tendo zinaingia. Haleluya. Hiyo siku nyingine akikuja na avocado aongeleshi. Odi sukungulie babako. Kwani unajua babako anakujanga hii masaa? Tulimchungulia ukoona huyo anakaki. Upendo wa Mungu si aina hiyo. Ambia jirani, the love of God si kama ya mwanadamu. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndio maana nimesoma Zaburi 103. Daudi anasema ahimidiwe, yani ainuliwe Bwana. Ukisoma pale chini verse 13 inasema upendo wake, his love is consuming. Yani upendo wake ni kama moto. Haijalishi kama umelipa rent, haijalishi kama wewe ni mnono, haijalishi kama wewe ni mkonde, upendo wake inakuzingira kila mahali. Ndio maana msalabani alikuwa na waizi. Hakuwa na Mafarisayo, wakuu wa dini, hakuwa nao. Walikuwa waizi wawili. Mungu alikuwa anajua anawapenda, akawapea second chance. Kabla ukufe ujiridimu. Mwizi wa kwanza akachanuka, akasema wewe Mungu, ukienda tuko mbinguni nikumbuke. Yaani alitubu dhambi zake. Wa pili bado kiburi ilikuwa imejaa. Ile kiburi yako inakuwa imejaa. Hapa nisomea, naongelesha sombea. Ile kiburi inakuwa imejaa. Wakiangoja tunaingia kwa pasta. Kwani yo pasta tulinunua blueband last month but one. Kwani yo blueband bado haijaisha? Ni blueband ya 50. Upendo wa Mungu. Sasa acha nisisahau. Mimi niko Nairobi, wanaweza nikataa seat. Bwana asifiwe. Si uko onja na kuru. Haleluya. Daudi anasema ahimidiwe yeye nafsi yangu na vitu vyote vilivyo ndani mwangu, muhimidi Bwana. Yani alijua upendo wa Mungu. Na Daudi alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na mapungufu kama wewe na mimi. Na nataka nikuonyeshe kwa hiyo basi the benefits of God's love. Yani Mungu akikupenda jinsi unafaa ukue. Haufai kukaa tu mbele, haufai kuishi mbele unakaa kufua. Haleluya. Mimi naambianga the church I'm pastoring, niliplant that church. Naambianga kwa hii city ya Nakuru tusikae ati yani sisi tulikuwa tunaitwa last born, nikakata jina last born. Nikwambia kama ni last born kwa China. Haleluya. By then hakuwa siri zingine, lakini kwa matendo tuonekane mahali. Nimesikia wengi tangazo mmeshuka sana fungu aturudi top 10. Lakini mwingine kwa roho anasema kwani haoni? Kwani haoni tunafungua shule next week. Mwingine anauliza kwani hao? Hapo unaona kuna mtu haoni, sisi tunaona wote. Sasa unaambia nani kwani haoni? Bwana asifiwe. Haleluya. Yaani upendo wa Bwana ni consuming. Wakati Mungu anakupenda, haijalishi nao wamekudharau. Wakati Mungu anakupenda, haijalishi nao wanakusengenya. Ndio maana alitufia msalabani na leo tunasherehekea kufufuka kwake. Alifufuka kwa ajili ya upendo. Sema love. Haleluya. Hii upendo ni yani ni tana yaishi. Wewe ukienda ukafirika inajibu maombi, uende tena urudi, unakuwa upendo wake tuko vile vile. Kama nasipendangi ile wimbo, ationa ni mwokozi wangu ananipenda jana kuliko leo. Hakuna, the love of God is constant. Akupendi jana kuliko leo. Haleluya. Vile alikupenda jana ndo anakupenda leo, ndo atakupenda kesho, ndo atakupenda kesho kuu. Ndio maana yeye ni yule jana, leo na milele. Time present worship when I was there leader kikumbini walikuwa na hiyo wimbo tukiwasimamishia katikati fua wakakasirika wakagoma atuatai kuimba wakaenda tuambie endeni mlango kwa endeni usuri nimekulia kwa minister present worship ilianzia hapo nikiwa teenager nikapo for 20 years ende tuwataki kolektiwa vijana. Let me talk to you. Niende huko unafanya talk to you. Naona umekaa. Haleluya. Ati leo mimi na ngoma sana. Wacha niende Ambosini, wacha niongelee Ambosini tumeshiriki kwa siku. Wacha niende Ambosini kuna naimba na viongo. Hiyo kanisa wanapenda tungo hata wataona sasa kuja kucheza keyboard ndo hata tunaona igachezo. Tumekataa kuimba. Tumeimba. Haleluya. Mwingine anakuja anachelewa kanisani ndio anajua
ni soloist wa kutegemea. Anakuja na mumuone alinunua kiatu mpya na nguo ya white na kitambaa amenyorosha nyeupe ya red alafu apitie ile anajisawisha mesao mlango anaingilia hapa. Akitaka kupana na Mungu kiongozi anakuja hapa anataka kusongesha huyu hivi yani aonekana. Upendo wa Mungu haibie mingi hivyo. The love of God haifanyangi hivyo. Upendo wa Mungu haitorokaji wakati kanisa iko na kazi. Upendo wa Mungu haitorokaji wakati mtu anahitaji kusimama na yeye, wewe unapanda kukinya, hapo mnataka kukinya, hapa nyinyi waisi kwa sio? Na kwa nyinyi ndio mnapanda kukinya. Upendo wa Mungu haitorokaji wakati mtu anahitaji washirika, waende paka simame na yeye, wewe unajifanya uko busy kazi. Hallelujah. The love of God. Psalm 3. Nisome verse 3. Nisome verse 3. Senior. Tuko sawa? Verse 3 nasema aje patie akusamehe maovu yako yote. Asante. Afanye nini? Upendo wa Mungu inakusamehe maovu. Yaani Daudi anasema nafsi yangu muhimidi Bwana. Ukisoma pale chini verse 13 and 14 of the same psalm inasema upendo wake is a consuming love. Yeye kwa sababu alitupenda anatusamehe dhambi zetu zote. Hapo nataka kutoroka kanisa, juu watu wanasema alipata mtoto nje ya ndoa. Sasa unaama PhD, unataka kwenda sita, ama unataka kwenda deliverance. Kwa hiyo deliverance ni wiki ziko. Sio wanadamu, ama wanadamu wana mdomo. Hawaongeani, si ndio? Atilo PhD na maneno nyingi. Mimi napenda hata sita, nasema hi, praise God, man. Wewe wanasifiwe. Hata wakuongelee Mungu amekusamehe. Hata wakujaji. Hata wanasema ati ndo madirector hapa, huyo ndo treasurer, huyo kwa kampuni yetu anaiba pesa, anaiba pesa ya welfare. Hiyo ni kampuni, hapa ni kanisa. Si akiba ya kanisa sadadini la Mungu. Ya kampuni sadadini la wenye kampuni. Na kama wenye kampuni wakumfuata, wala unamfuata na maneno kanisani. Hallelujah. Yaani upendo wa Mungu inafanya inakusamehe. Yaani haijalishi vile uko, haijalishi jinsi unakaa, haijalishi watoto wanakaa namna gani. Hallelujah. Hata wale wazazi mko hapa, msichana ameletwa wa kwanza, mwanaume tofauti wa pili, endelea kuamini Mungu mwenye harufu. The God of a second chance. Kuna wazazi wengine hapa nasikia niwaambie, write off watoto wako. Sasa huyu amepotelea kwa pombe, huyu amepotelea ameleta watoto nyumbani. Wewe wacha kutabiri mabaya, endelea kuwatabiria. Sasa wengine tembea kwa mlango unasema nimeona gari zikifanya po 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 po, yani za harusi zimeingia. Maana Mungu amewasamehe. Hallelujah. Tunaambia watoto nimechoka. Hata inarudi mnanipea answers. Sikuwa na answers nilikuja. Niko na answers sasa nataka nirudi nyumbani. Hizi zendo. Wewe Wacha kulani watoto. Hallelujah. Hata kama iko nyumbani hawana kazi, wewe endelea kuombea. Mungu mwenye kazi atakuja. Mungu ambaye aliwasamehe, Mungu ambaye anaweza atafungua bila. Upendo wa nani? Haya, nasema nini? Akusamehe alafu akuponya magonjwa yako yote. Amen. Hallelujah. The love of God heals all your diseases. Ndio maana una meza ya Bwana ikipeana, unafaa kujihoji. Maana kupitia hii enda baraka ama laana. Si watu wengine umekaa huko hata huko na mume wako. Mwingine hata ujima umetoka, hapo unakuja tu unapokea mema. Hata ujajihoji. Ili itakuletea magonjwa, itakuletea laana. Haleluya. Lakini ukijitakasa, waambie Mungu kwa upendo wako. Unasema unanisamehe kwa upendo wako. Hata kama nasikia kamukuni diabetic, arthritis inainuka, unasema unaponya magonjwa yetu yote. Amesema hapo homa. Amesema hapo sijui atlas. Amesema haijalishi ni gani, haijalishi inakaa aje, haijalishi madaktari wameandika report gani, Mungu
Mungu kwa upendo wake anatuponya magonjwa yetu yote. Ndio maana alienda kwa msalaba. Alienda msalabani ili Isaiah 53 verse 5 inasema kwa kupigwa kwake sisi tulipona. Yaani sisi tumetuli. Yaani kwa wakati msalaba akaekelewa hivi akaenda kaburi akafufuka tukapotonya. Acha kujaza chemist kwa nyumba. Alipona nyejoto. Yaani mpaka majirani wewe si daktari lakini ndo jirani akikuwa mgonjwa unaletewa. Oh, hebu huyo mpe vaccine. Umeweza kuzitumia. Wengine mpaka waweze lala, mpaka wameze kapito, waongeze kaflaja na usingizi mkuu. Haleluya. Hiyo ni upendo wa Mungu kweli. Hiyo ugonjwa tunaambia Mungu mimi na wewe si tuko na agreement. So ulikufa msalabani ukatoa damu zetu na kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Naambia Mungu sasa kila saa angao mpaka mtu wake akikuona anaanza kufunga. Anajua tu ni gani. Hata ngoji prescription anajua yule wa Piriton ya syrup. Oh, flaja ya suseme. Hiyo ingine inakuwa gani? Oh, si hapa. Ole. Inaku. Haleluya. Tuendelee. Ninasema aukomboa uhai wako na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema. Asante. The love of God. Kizungu inasema who redeems our lives from the grave. Kutoka kaburi, yani alitufia ili sisi tuokolewe kutoka kwa kaburi. Wacha historia, ukienda Western lazima Senior. Unajua washirika ni fani sana. Wakienda mashambani wanakuja tu waombe. Lakini licha ya hayo wanafunga na kitu tena. Nimesema si hapa niongelesha kanisa la Sobe. Umenielewa? Si hapa. Sisi sitaki kukosana na mtu. Niongelesha wapi? Akifika Sanga huku kwingine anapiga story. Akifika Sanga anaanza rainbow shake over. I bind the death of accident. Nishakatala baseke. Dereva, punguza redio usiende speed. Sasa redio na speed inaingiana. My sister, redio na speed inaingiana. Anakushikilia roho. Mungu tulinde. Jambo ni black spot. Akipita fika tu na sauti. Anarudi kwa masengeni. Anasema, huyo mama ninampangia uzidi kula bilisha. Huyo ataona, hata hajui kuendesha ibada. Huyo, haleluya. Wachana na sarakasi. Ambia jirani wacha sarakasi. Upendo wa Mungu inatukomboa na kaburi. Ndio maana Psalms 40 inasema nilimgoja Bwana kwa saburi, akaniinamia, akanisikia, akanitoa katika udongo wa utelezi, katika shimo la uharibifu. Kwa upendo wa Mungu, kuna wengine wamekuchimbia kaburi, hautaingia. Hao wenyewe wataingia. Kuna wengine wamekupangia mauti. Kwa upendo wa Bwana hakuna mauti. Sema amen. The love of God. Upendo wa nani? The love of. Tuendelee. Inasema nini? Inasema aushibisha mema uzee wake. Wachi hapo. Ati anafanya nini? Aushibisha mema tumalize uzee. Umesikia sini akisema mimi kwa uzee. Sini anasema hivi. Nimeona mkono wa Mungu. Uzee wako. Isaiah 56 verse 1. Tuone kuhusu uzee ni ungele vitu vitatu hapo. Uzee wako. Ati wewe nimezeeka, na retire, nimechoka, na retire, naona niende nyumbani, na retire. 46 Isaiah verse 4. Inasema ni
46 verse 4, na hata uzee wenu mimi ndiye, na hata wakati wenu wa mvi nitawachukueni. Nimefanya nami nitachukua, naam nitachukua na kuokoa. Bwana asifiwe. Mungu anatushindisha mema hata kwa uzee wa. Isaya anasema mimi ndiye hata kwa uzee, hata kwa mvi nitakuwa na wewe, sitakuacha. Yaani haijalishi hata kama ulipigwa retrenchment, ukisimama na hii andiko unaambia Bwana, umesema hata kama kazi imeisha, sijamaliza kujenga, umesema unanishindisha mema kwa uzee wa. Mimi ninaambia kama unisaidie, yaani nikizeeka watoto wakikuja kunitembelea ni mimi ninawabariki. Wacha story, watoto wakiona simu yako washiki, wanakupigia after 2 weeks, wanajua tu watakuitisha pesa ya mbolea. Ukimaliza ya mbolea, kuku ni mgonjwa inahitaji dawa ya 150. Ukimaliza hiyo, so unajua leo ni mama aliitisha, tunaingia kwa pasta. Ukimaliza hiyo, leo ni siku ya fungu. Mpaka mtoto anachoka akiona simu yako, na siku anakuletea mbolea, ukivuna hata utumi mahindi. Asi hapa. Si hapa. Hao si wao wamenyamaza, si hapa. Ni wauko na ku. Haleluya. Tunasherehekea Easter. Lazima ukuwe na ufunuo. Kwa nini tunasherehekea kukufa na kufufuka? Isikuwe tu mazoea. Tutafanya ibada, tuchukue meza ya Bwana, tumalize hiyo.